baba mkwe huwa anakopeshwa. Unaweza kumkopesha? Mkwe unampa. Umkopeshe unampa. Akaja baba nikopeshe. Umpe. Na inawezekana pesa hiyo ni pesa ya biashara kwako. Yaani wewe akikwambia hivyo, yeye kasema nikopeshe, lakini wewe tia nia ya kumpa. Akikurudishia, mwambie baba mkwe endelea. Inawezekana ni pesa ya mtaji wa biashara. Baba mkwe usimkopeshe wingi, usimkopeshe mtaji. Labda mathalan anakukopa pesa, lakini ile pesa yeye mwenyewe ni biashara anayofanya yeye, na ndio yeye unafanya anakukopa kibiashara. Sasa usimkopeshe mko wako, usimkopeshe, mpe. Kuna ugumu fulani wa kumkabili mamkwe ya mabamkwe. Eti unamdai alafu unamwambia mama nimekuja ama baba nimekuja, ninahitaji. Hata kama ni kibiashara. Hata kama ni kibiashara. Sasa unamtumia mwanae unamwambia msitue mzee. Sasa ukimtumia yule mwanao, tayari na yeye una kitu umeingiza katika yule mke wako. Kwa nini amdai babangu hivi hivi wakati anajua mambo bado hayajakaa vizuri? Kama ni maamiliano ya kibiashara. Ngoja kwanza. Sasa hivi Abdallah Salim Gereza ndio mzee wa kurahisisha mambo. Mzee wa kurahisisha mambo unasemaje sehemu hizi? Kama ni maamiliano ya kibiashara. Na yani kazi anayofanya yeye ndio ninayofanya mimi. Mimi bwana mdai. Lakini sasa namna gani unamdai? Hebu tupe uzoefu wa kudai. Rahisisha tu. Sio unamweleza kwamba bwana kuna mzigo nataka na utarajia uingie, lakini ili uingie mzigo ni kwamba nipate hiyo pesa. Anasema na yeye kuna issue anaisikilizia. Mbona rahisi kabisa hiyo? Lakini ndio tayari ashajua. Sawa, ujumbe umefika, lakini ndio hivyo hakulipi. Baada ya hapo hajakupa tena. Hajakupa tena. Unaenda unakumbushia tena. Simkumbushii. Umkumbushie tena. Basi chukua rakaka hapa. Nitakusaidia sana maishani. Najua wewe unarahisisha. Mzee kurahisisha. Kama ni maamiliano ya kibiashara. Labda kama mambo mengine, mambo mengine huwezi kudai. Lakini maamiliano ya kibiashara, yani yeye afanye biashara na yeye afanye biashara, ajua.